Uongozi wenye alama ni uongozi unaotumikia wengine. Nimetolea mfano kwamba upendo unaweza kujitoa kwa ajili ya mtu mwingine. Sasa uongozi wenye kuacha alama ni ule uongozi unaoweza kutumikia wengine. Tuna kusoma katika Marko 10:45 nasema, kwa maana mwana hakuja kutumikiwa bali kutumika. Haleluya! Kiongozi umeteuliwa au umechaguliwa sio kwa ajili ya kutumikiwa. Watu wengine wanapenda waone wakitumikiwa. Mwenyekiti, kufanyiwa. Lakini uongozi wenye kuacha alama ni ule uongozi wa kutumikia wengine. Yaani wewe ujumla wake ni mtumwa wa watu wako, ni mtumwa wa wanachama wako. Yaani maana yake wewe unatakiwa uwahi kwenye majukumu ambapo pengine wao watakuwa wanafanya, lakini wewe unatakiwa wa kwanza kuyafanya majukumu ambayo wapangie wengine wafanye. Amen. Wewe unatakiwa wa kwanza kipaumbele kuyafanya haya. Namba 3, uongozi wenye kuleta alama ama kuweka alama uacha wengine bora kuliko alivyokuta. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi huyu ambaye ameteuliwa leo, ambaye amechaguliwa leo, uacha wengine wawe bora, yaani wanakuwa bora kuliko alivyowakuta. Umekuta sehemu ilipo inadorora, tunaweza kuita hivyo, inadorora, inafanya vibaya, haifanyi vizuri. Tunatarajia baada ya muda mfupi tuione yana ule inaamka. Haleluya! Tunaiona ya mahali pale inaamka, sio kwamba umechaguliwa alafu inalala zaidi kuliko inalala mwanzo. Tutasema wewe unatatizo. Tutasema wewe hauna maono na kujua kuongoza ama uongozi. Tunataka tukuone umeweka kitu ambacho kitawainua pale ulipokuta kuwasogeza mbele. Sio umewekwa idara kafu na utalaumiwa. Mungu mwenyewe atakutaki. Kwa nini nikukabidhi alafu kashinda? Uongozi wenye kuweka nini? Wenye kuweka